kuachilia manyoka yanayoleta korona, anaamua kuachilia manyoka yanayoleta mpunga, anaamua kuachilia makorona ili kusudi watu wakome ubishi, ufike kwa mahali waseme Yesu yupo. Biblia inaniambia kwamba walipokuwa wanaendelea kwenye ile njia, nyoka wakapokea, halafu habari ikaenea ya kwamba watu wanang'atwa na nyoka, halafu wanyoka wanashughuli, kila aliyeng'atwa na nyoka alikufa. Mchunga na nyumba 10 alipokwenda mbele zake akakuta mtoto wake ameng'atwa jana amekufa. Mwenyekiti wa mji 10 alipoenda kwa mwenyekiti wa kitongoji akakuta binti yake alikuwa kule mjini naye amekufa. Biblia inasema ya kwamba walipogundua ya kwamba wamekosea wakakimbilia kwa Musa. Musa ni wachungaji waliokuwa kwenye maeneo, wakakimbia wakamwambia Musa, sikia, tumetenda dhambi, tumekutenda dhambi na tumefanya uovu mbele zako. Leo Bwana Bwana huyo ni wa huruma, akatengeneza nyoka ya shaba, akamwambia Musa, tengeneza nyoka ya shaba, alafu nenda kwenye mvutulike, itakuwa kila anayetazama ile nyoka ijapokuwa ameng'atwa na nyoka mwenye sumu ataishi. Hatuhitaji kutengeneza nyoka ya shaba. Yupo simba wa kabila la Yuda aliyezidi nyoka ya shaba, anaitwa Yesu Kristo. Shangiliwa Yesu, shangiliwa. Tamani neno mpendo Yesu, endelea kupiga makofi yako. Bwana ametupendelea, letanika Yesu na malaya. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yananiambia kwamba hawa wana wa Israeli baadaye walipokutana na ile ghasia, walitambua ya kwamba Mungu aliye na uwezo na mamlaka anaitwa Yesu Kristo. Wamekimbilia kwa Yesu. Kwani mimi nasemaje kwenye kitabu cha Wakolosai